tunaleta kumbukizi katika mkoa wa Rukwa. Baada ya miaka 27 taifa limetuamini viongozi wa mkoa wa Rukwa na wananchi wake kwamba na wao ni sehemu ya Tanzania. Sasa baada ya baba taifa kufariki, tulisema pia tumpe heshima hii ambayo yeye alimfanya mwenge wa uhuru kuwa tunu ya taifa letu likatambulika kwenye ulimwengu wote. Mwenge wetu ni tofauti na mienge mingine yote duniani. Kuna mwenge sio wa Olimpiki, si mwenge wa nini, lakini sisi tuna mwenge wa nini? Wa uhuru, ambao unatuleta pamoja, na ndio alama ya vyombo vyetu vyote vya usalama, na ndio alama ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba na yeye tutampa heshima hiyo. Siku ya kumbukizi ya kifo chake ndio itakuwa siku ya kuzima mwenge kitaifa. Kwa hiyo tukio la tatu, tutazima mwenge wa uhuru au kuweza mwenge wa uhuru mwaka 2026 litatamatishwa katika manispaa ya Sumbawanga kwenye uwanja wa Nelson Mandela. Hili wakati haya yanafanyika, yatahitaji huduma mbalimbali. Huduma hizo ni pamoja na huduma yenu ya kuiombea taifa liendelee kuwa na amani na mkoa wa Rukwa uendelee kuwa salama, ili pindi wageni watakapokuja waingie na kuondoka wakiwa salama. Wachungaji mpo, wanahitaji sehemu za kulala. Kwa hiyo kama mna nyumba zenu za wageni, mziboreshe ili wakati huo ni wakati wa uchumi. Kina mama alishe, kina mama mlioko humu mnaojua kupika vyakula vizuri vya kusipa vya kienyeji, vizukinika mvitengeneze vizuri, mwandae. Watu hao watahitaji kula, hawezi kuja hapa wageni watu wasili. Lakini kunakuwa na kauli inasema mgeni ndio mwenyeji wapone, kwa sababu wakija wao watatoa, nyinyi mtatoa chakula, wao watatoa nini? Fedha. Na mwisho wa siku uchumi unafanya nini? Taimarika. Tumeelewana ndugu zangu? Kwa hiyo hizo nikasema niwafikishie habari njema. Na inaweza ikawa ni injili isiyokuwa na maandishi ndani ya Biblia, kwa sababu huwezi kutafuta injili ya Mekia ya John. Lakini kwangu nikasema hii ni injili njema, niwafikishie nanyi mpate kujiandaa kwamba mwe tayari kuwapokea viongozi wa kitaifa, lakini mwe tayari kumraki Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake, na tuwe tayari kujaza uwanja wa Nelson Mandela ili tushuhudie jambo la kilele cha kuhitimisha mbio za mwenge wa uhuru. Na vile vile siku hiyo hatutobagua dini wala dhehebu, kwa sababu hata mimi kwa imani yangu, mimi ni Muislamu, lakini siku tutakwenda asubuhi kwenye kanisa lile linaloitwa Cathedral, ambapo Rais wa Jamhuri atakuwepo pale. Na mimi kama mwenyeji kwenye kazi ya wilaya, lazima niwe karibu na mkuu. Sasa ninyi si mnanisindikiza, na ninyi si mnanivika kilemba kwamba kijana huyu tuko naye, leo mmenyuka suti. Haleluya. Kwa hiyo mimi nimesema niwafikishie haya, lakini haya yote yanahitaji pia mnapohubiri kwenye makanisa yenu, na nyumba yako iko sehemu huitumie, iboreshe. Wakati huo itakuwa ni sehemu ya fursa. Sawa? Unaweza ukajikuta nyumba yako hiyo kwa siku ukapokea hata 300,000, 500,000 kutegemea na watu watakaolala kwenye hiyo nyumba. Kwa siku zote hizo utakuwa umetengeneza uchumi. Baba Askofu, hayo ndio yalikuwa ya kwangu jioni ya leo.